Nyumba ndio ile imeporomoka iko chini. Hakuna kitu hata moja. Mimi Ruto kuja tu unione tu na macho. Nimekuomba na macho yako. Kama hivi sasa hapa tumeblokiwa. Hapa jijini Nairobi, mvua kubwa ambazo zimenyesha hivi karibuni zimezua majanga kwa wakazi wa jiji la Nairobi, huku baadhi ya maeneo yakikabiliwa na mafuriko makubwa. Wana Nairobi wametolewa hisia tofauti kuhusu athari za hali hii. Wengine wanalaumu serikali kwa kudai kutochukua hatua za kutosha za kuzuia mafuriko, huku wengine wakidai kuwa labda kila mtu anapaswa kubeba jukumu lake binafsi. Lakini wengi wanaikosoa hali hii kwa sababu wanasema hakuna vile mtu anaweza jipanga ilhali serikali imekuwa ikishuhudia majanga kama haya miaka iliyopita. Wengi wanahisi kwamba kama serikali ingekuwa ishachukua hatua hakungetokea visa kama hivi ambazo tunazidi kuona. Vile vile baadhi ya wakazi wamechukua nafasi hii kama fursa ya kuunda maudhui ama kutengeneza content burudani, ikiwa ni pamoja na video za vichekesho na comedy zinazohusiana na hali hiyo. Kuna vipande za video ambazo nimekuwekea hapa, uziangalie kisha nitakuwa nikirejea, lakini usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Kenya hata kama kuna disaster, hatuwezi kosa wenye wanatu entertain kwa hiyo disaster. Unaona? Cheki jamaa kama huyo. Huyu jamaa yeye aliamua sasa anataka kuleta boti yake tu. Yeye apige tu maraundi tu hapo polepole kwa hiyo flood manzi. Na watu wanabebwa jo. Kuna wenye wanabebwa lakini kuna mwenye anaenjoy bado. Kuna champion Nairobi, mvua ikinyesha mafi inatapakaa kila mahali. Tuko na mjinga mwingine hapa Nairobi, kazi yake ni kufanya mbwekse na kukunywa bangi na daraki. Nani huyu Sakaja? Sasa Eriko, fit sana habari yako. Eriko, sijui kama watu wanaweza tuma, kama unaweza tumanisha mtu aende ama watu waende wa save watu wenye kwa gari around up hivi Karioko roundabout. Tuko kwa magari akiwa nakufia ndani. Can you be able to send people hata kama ni uswimers ama watu waende na mito? Watu wako ndani kwa gari wanashindwa kutoka kwa sababu maji iko na pressure. If you can be able to send people waende wawasaidie please. Okay, sahi. People are dying from inside the car. Sahi. Nilikuwa nasema can you help those people at Riverside kindly? What's happening at Riverside? Watu wamefunikwa na maji, walikuwa kwa gari na they are not able to get out of the cars. Na maji imeflood kabisa, hiyo river imevunja. Oh, thank you. Hi guys, Eric Omondi here. So every year we lose Kenyans, children, especially women and mothers. I'm just from burying 4 children who died in a dam in Kisumu, a neglected dam. People went there and wakachukua kware, wakachukua mawe, wakaacha mvua ikanyesha, watoto 4 walikufa, and we buried them on Saturday. As I'm speaking to you right now, people are screaming inside matatus and buses and they're dying in Kariako. Kuna watu wako kwa gari ya red hapo Riverside, wako ndani ya gari, wamebebwa na maji, wameingizwa side ya river na they are stuck in it. Yeah, and this will happen again next year and the year after that. Now this is the last time we had floods, people are dying in Athi River. Mimi nilichukua boat tukaenda huko and we were trying to rescue people in Athi River, lakini hiyo maji ilikuwa na stima. That was 2 years ago, so nothing was done. Nothing will be done. I'm in Busia, nilikuwa nafanya ukangu, nimefika Busia hapa. This phone keeps ringing. People died 2 years ago. 2 years later, people are still dying. Thank you for choosing Kenado Media as your primary news platform. Kwa kuendelea kutazama video zetu, tunatutia moyo kufanya utafiti na kukuandalia taarifa kutoka kote duniani. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Kenado Media, home of trends.